County Rungura World Bank gukurukira initiative ya Horn of Africa. Currently bari nthiguru inya tacio Ethiopia, Somali, Djibouti na Kenya na ndene ya Kenya county ya Meru ni moya county iji nonto Rwanda rwatigania nterere cia Buri Egembe Kianja ya Kithia Thwana na ward chio nterere cia Egembe Central, Egembe North na Miankene kire sub county ithano ikwithira kwina arithi muno na bomba kwithirwa baki itangugi ya mantu jegie ndithi aja ni drive gutonyera nonto kagita kara gukara muno ninge kana ndithi cia kuchumbe kuthiro ikiaga irio drought be kwira atiri drive be kwira atiri gita insurance gitira ndithi cia ku insurance kenda bomba kwithira be gutetheria kwithirwa ugitithia na mbere urithi bwaku ara ninge insurance iji niyo itonya ira kagita kara kwara muno bagatigira wina mbeche che kwithirwa ukigura irio bia ndithia kagita kara gutirara no kuria insurance yeku wa karate winya *800 *8 muthikiria ukethirwa ara kwina benefit cia ku benefit yu chimba kwithirwa ikithithirwa ira itagwa profit sharing ira ijathimone kana kinyo ukethirwa kimi convert ikatuika insurance yeku ko itharathare wina mwanka muthia jwa kiumia giki kwithirwa gwe murithi ukigitira ndithia ciaku insurance Rungura Drive. Na karibu sana kiri round ya isilia mubango yo chancha mukarukiro rugari twenda kwariria mantu ya North Imenti of course na mantu ya Kenya yonde no twina mheshimiwa Rahim Daud ndene ya studio. Karibu sana mheshimiwa na thank you kwa kutupea nafasi. Asante sana. Karibu. Good. Now mbere tukiarandiria na mheshimiwa Rahim na nikankwira ate Safaricom bare yao na bari kwira ati ni wakati wa kuhama Katululu na iba kureterete thimu ya Neon Smart 2 thimu ya Neon Smart 2 iruma dringi ngirije na mana kenda ya mirongo kenda na kenda 29.99 na ni thimu 4G enabled ni thimu stylish ni thimu kethro kiwirirwo pia wewe withire uri mahali binadamu wengine wako no tunara turini na huko tena Katululu na thimu ni agiri sana yeku we ya muritiongo yoku ya gardener ya kethoni watchman yoku kana kinya ya muchore kana ma pia wile mami ukware utumira Katululu na mnulia tu nampelekea nyumbani ni kaita ne ka holiday kaita yake ya kurira mtu kie wana wa munenkira thimu ya Neon Smart 2 ni thimu inkaitiere ndukene so harakisha nikienda withirwa na okiwatira thimu yeku ya Neon Smart 2 irani 4G enabled na wora thimu eje etakire Google Play Store download app ya M-Pesa na withirwa wina app ingio bati kwithirwa kirira ni okinyayo bari kwira atinende nithiri tu ekiwatanithwa na marika no romba kwithirwa kiria ukilukira M-Pesa Express ni arokomba kwithirwa kirira kwithirwa ni apps ukithirwa kirira kiri mutandao na bari kwira atire itaukire Google Play Store kwina top right kwina profile yeku select kile profile yeku inyawa alafu withdraw ke dhura ne atoke withdraw kile select payment and subscription then itakire payment methods itakire add M-Pesa Express confirm alafu kethro witumira message nikenda wirwa nende nawe ukethro kirira utungata bo ukilukira M-Pesa Express. Thank you. Na mosh karibu sana ni idhaa ijirishia tuika ndaika 16. Karibu tena. Asante. Yes. Mheshimiwa, wacha tuanze hapa Kinoru Primary. Nini exactly? Tuanze karibu. Tuanze tu hapa karibu tusiende mbali sana. Vile ilikuwa Kinoru Primary tumetaka kujenga ofisi za ACC, Chiefs na Police Post. Vile stadium ilijengwa ilibomolewa maofisi. So kwa saa hii polisi wanatumia ile ilikuwa ofisi ya chief. So wakati wa public participation kwanza ilianza kutoka 2011 na 2021. Alafu tuliomba hata Gavana Kiraito wakati ule atupatie kiwanja. Walituonesha Elias Murega akiwa MCA pale kwa veterinary. Naye niliona pale walinionyesha kujenga haingefaa because kulikuwa na sewage. So tukasema tupatiwe kiwanja ya youth center tuiconvert. Baadaye ikatokezea wengine wakasema kuna kiwanja ya Cattle Dip. Na hiyo kiwanja ya Cattle Dip haiko ndani ya shule yenyewe. Iko 2 streets away ama mabarabara mbili. Lazima upite kwa Kenya Power ndio ufikie pale kanisa iko. So tukafanya mkutano na BOM za
primary na secondary. Primary chairman alikuwa Kiambi Baichu. Members walikuwa hata mmoja alikuwa Ashford Riongo wakili na mwalimu mkuu na member wengine wawili. Alafu secondary school ilikuwa na principal Penina Mutembei. Chairman alikuwa Mr. Gwantai, ule alikuwa education officer zamani, na one or two other members. Tulikuwa na DCC, tulikuwa na sub-county director wa education Mr. Njero, Madam Odilia DCC, tulikuwa na ACC Madam Joyce na chiefs. Na nilikuwa na Mrs. Gongo kama chair wa CDF, manager wangu wa CDF Mr. Kimathi na mimi. Na nafikiri na mtu wa Kenya Power. So tuliagana hapo kwamba ile kiwanja ilikuwako, because hata secondary, hata primary kwanza haina title. So secondary ilikuwa inasema ipatiwe eka 3 ile ilikubaliana. Primary mwanzo walikuwa wamekataa kupeana kwa secondary. Lakini wakati tulikaa kuongea tukakubaliana ichukuliwe. Alafu wakasema sasa Kenya Power ile kiwanja walipatiwa zamani, walipatiwa na nusu eka, walilipa 500,000 ama 500,000. Mewas nafikiri walilipa 150,000 kuchukua quarter eka. Lakini Kenya Power wame grab kidogo. Kenya Power pia ni kiwanja ya primary ya Yes, it is part of DEB school. Unajua ni sio Methodist sponsored. Hiyo ni a district education board. Na bado iko under the county government hiyo kiwanja. In trust for DEB school. So Kenya Power pamoja na Mewas na secondary school na ile Cattle Dip ni chini ya DEB school. So vile hata hawana title, nilisema okay, wacha niwafanyie title pamoja na tuambie Kenya Power watoke mali wame encroach, wameingia zaidi kuliko ile walikuwa wamepatiwa. Mewas pia waambiwe kwamba waongeze, wapatiane maji ya bure kwa shule. Na Cattle Dip, kiwanja ya Cattle Dip. Sasa hiyo ndio sina hakika kama bado iko chini ya primary ama haiko. Hapo ndio ulikuwa unataka kujenga hapo ndio tulikuwa tunataka kujenga police post. Ikiwa na ofisi ya ACC na chiefs. Alafu nyuma kukwe na housing ya polisi. Shori kwa saa hii ile manyumba ziko kwa stadium, iko wakati walisema watabomoa because of security reasons. Haitakiwi nyumba pale VVIP wanaenta kama president ama mkubwa akiingia na kuna manyumba hapo, nguo zinaanikwa na hiyo security risk inakuwako. So tulisema tutafanya hivyo. Na kwa saa hii ni kanisa ndio imekomboa. Na tumeongea hata na bishop, alikuwa tayari kutoka, lakini nilimwambia angoje kidogo mpaka kanisa sikumbuki ni gani, lakini ni Bishop Mudhomi. Na tulikuwa tumemwambia akiweza kutoka tutajenga. Na tungekuwa tumejenga kitambo, ni vile hatukutaka tujenge kanisa ikiwa hapo. Na tuliandikiana na tulisign, kila mtu alisign hiyo barua. So shida ya wazazi ni gani? Sasa wazazi walipatiwa kisiasa kwamba nataka kuweka nataka kula kiwanja. Sasa nikikula kiwanja na sikuli ati ni mimi ndio naandikiwa. Hata title ingetoka kwa Ministry of National Interior na National Coordination. So haingetoka kwa jina ya Rahim. Na pia unajua wananchi hawajaelezwa. Nilisikia mpinzani akisema nataka kuweka police station within a school. Kutoka kwa shule kuenda kwa hiyo kiwanja unapita Kenya Power na ni barabara ya pili unaenda ndio ufike hiyo kiwanja. Na hiyo kiwanja hiyo rent wanapata, shule inapata. Imewahi kuweza kuonesha Ministry of Education kwamba inarentisha hiyo mahali
Unajua siasa saa ingine So wamerentisha kutoka kwa shule hiyo church. yes. Na sio naona sasa kuna tent hapo. miaka Sasa, mingi. Mheshimiwa, mimi swali yangu ni makubaliano yalikuwa magani ama yalikuwa yapi kati ya wewe ama watu ambao walikuwa wanahusika na serikali na Sports Kenya wakijenga kiwanja ya Kinoru Stadium? Sports Kenya, hapo ndio kulikuwa na Sports Kenya walikuwa wameahidi wakati wa Mheshimiwa Kiraito kwamba watapeana 40 million. Hiyo ni wakati wa COVID. Nilipeleka hiyo swali kwa Ambassador Amina Mohamed na ule alicommit Sports Kenya ilisemekana he was not allowed to commit. Waziri Ambassador Amina Mohamed alikataa kabisa. Alisema hiyo hairuhusiwi. So niliuliza Gavana Kiraito wakati ule anifuatilie watupatie hiyo 40 million ndio tuweze kujenga mali ingine. Lakini kwa kujenga walisema lazima tutoe hizo ofisi within the compound of stadium. So walikataa. Hawakutupatia hiyo 40 na hata sio mimi ningepata, ingepewa kwa county government ndio watujengee. Because I expected wakati ambao wanahamisha police station, wanawahamisha wakienda mahali kwenye ni permanent. Si ndio, but lakini hawakutupatia. Hata nina barua nimepeana kwa Waziri Joy huyu wa land sai wa Gavana Mutuma na tunafanya liaison. Unajua hapo ndio tulikuwa tume-identify baadaye shori hatukuweza kupata kiwanja kingine. Tuli-identify hiyo cattle dip. So now what happens now that? So now nimeomba kwamba pale youth center iko nijenge chini hiyo police station ikiwa hapo na hapo Kinoru Stadium tukatiwe hiyo kiwanja na hiyo kiwanja itaandikwa kwa either Ministry of Finance, Treasury ama itaandikwa kwa Ministry of Interior. So hiyo kiwanja ikikatwa tutaweka ukuta, tayari ukuta moja ilikuwa imewekwa. Tutaweka ukuta ingine alafu tuweke gorofa pale youth center itakuja. Wakitukatia hiyo tayari tumeongea na Waziri Joy na watu wa physical planning wameangalia, ndio nangojea wakubali watupatie barua ndio tuweze kujenga. Shori sitaki kujenga mara ya hii. Tuna shida ya ofisi ya chief hapa Gachanka. Ilikuwa case kotini ya Mbajone clan na family ya late Henry Kinyua. Wamekaa 30 years kotini. Lakini mimi nilikuwa nimeelezwa kwamba ni public plot. Ndio tulijenga ofisi hiyo. Tuko na shida ingine Dhameri Primary na Dhameri Day Secondary. Hiyo kiwanja walienda kujenga, hata ilianza kujengwa hata kabla mimi nikuwe MP. Nafikiri ilianza kutoka wakati wa Mheshimiwa Mwiraria, ikakuja kwa Mheshimiwa Murioki, mimi nikaikuta. Hiyo kiwanja ni ya familia ya Daudi Mbogori. Kiwanja ya shule iko mali ingine eka 5. So iko wakati succession ilikuwa inafanywa na karibu hiyo shule zote zivunjwe. Mimi nikapeleka kotini ndio sasa tukubaliane tu exchange hiyo kiwanja ya Dhameri Primary na Secondary ndio tupeleke pale. So hiyo maneno ya ardhi inakuanga kila siku. Hata ukienda hapa Tabero tulikuwa tunataka kujengea chief office. Ikaleta shida, lakini sasa hii wamekubaliana. Tulikuwa tumeallocate pesa ikatubidi tupeleke mali ingine. Lakini watu wa Kinoru wamesema residents hawataki hiyo pesa ikuwe reallocated. Wanasema tutafute mali ingine ama vile tutafanya. Wanataka police post ikuweko Kinoru pamoja na ofisi ya ACC na chiefs. Do you feel frustrated? Yes, because ule chairman wa primary school alisign na viongozi walisign. Na public participation wakisema hatukufanya, public participation ilifanywa wakati CDF inauliza mnataka nini itengenezwe. Wanasemanga ofisi ya chief, ofisi ya ACC, shule, kila kitu wanasemanga. So
unajua ni public participation ishafanywa, si ati haijafanywa. Sasa huyu chairman mpya amekuja, anataka kubadilisha ile ilikuwa imefanywa. Na mimi ninashangaa, kuna wakili Ashford Riongo, namjua miaka mingi sana, anasema hakusign. So mimi nilisema kama ye hakusign, anafaa anipeleke kwa polisi aseme hakusign. Na sio mimi atapeleka, atapeleka CDF ama atapeleka wale wali sema imesainiwa. Lakini we have proof walikuwa hapo. Okay. So shule wakikataa, tukimaliza na hiyo story Mwesh, shule wakikataa kupatiana hiyo kiwanja ijengwe police post, wana intend kuifanyia nini? Hata mimi sijui ni nini watafanya. Shauri shule, hata hiyo primary ilikuwa imekataa, hata secondary ipate hiyo eka 3. Shauri secondary wana haja ya mahali wako squeezed. So tulisema wapatiwe kiwanja ingine. So ni wenyewe watapanga kama ni wazazi wa secondary school ama ni community. Inafaa ikuje iseme ni nini itafanyika. Lakini hiyo kiwanja hata mimi sijui, wako na hata kiwanja ingine ile hawajawahi kufanya chochote. Na within the compound as well wako na kiwanja. So this kiwanja opposite ya primary school gate kuna kiwanja karibu more than an acre. Hiyo hata hawajaanza kufanya kazi. Na hiyo ilikuwa ya cattle dip kwanza. Tuelewane, hiyo kiwanja hata wakati iliingia kwa shule mi sielewi. Because hiyo ni mambo ya 70s. Hiyo ndio tunataka, ndio tulikuwa tumesema ifanywe survey. So mimi walisema nifuate sheria. Mimi nataka wakati tunarudi bunge nitapita kwa PS wa education, ni muombe officially hiyo kiwanja apeane kwa mwenzake PS wa interior. Hapo mambo itaisha. Mheshimiwa, kuna swali kwa hapa ya mambo ya transformer ya Mugurukia kia ng'ombe kia Muitari Dhura karibu na kwa CJ Kome. Sijui kama unajua hiyo story. Anasema since 2010 wamekuwa wakipata promises. Mambo za transformer tumeapply 60. Na tulikuwa tumeambiwa kuna wakati rais alikuwa amekuja alikuwa amesema kuna 2.1 billion ya Meru County. So tuliongea hata na PS, kwa saa hii tunaweka transformer Dhameri na Ngonyi as we are talking today ndio zinawekwa. Na watu ya Nyaki East ndio wamepata, kwa muda wangu ndio wamepata 70% ya transformers zimeenda Nyaki East, na niko na proof. So hiyo ya Mugorokia nakumbuka Angerene, Dhura Angerene tulikuwa tumepeana ni waya iliibiwa. Hapo ndio shida inakuanga. So hiyo sitaweza kusema shauri, sina list yangu. Lakini 2010 mimi hata sikukuwa mjumbe. Mimi nilianza mjumbe nikakuwa 2013. So alikuwa anafaa aulize Mheshimiwa Murioki. Lakini vile Mheshimiwa Murioki hayuko, mimi ndio sasa niko na jukumu. Thank you. Kuna Mheshimiwa, kuna hii bill ya cyber crime ilipitishwa bunge na saini na rais akaweka signature. Maybe in a nutshell inasaidia mwananchi aje? Sababu unaona vile imeleta pro kwa mtandao after imesainiwa sasa na president. Unajua kwanza kuna misuse ya social media. Labda kuna kipengele moja ama mbili inaweza kukua subject, lakini most of it sio mbaya. Shauri ukiangalia saa ingine mtu anaanza matusi, unashindwa utafanya nini, na hakuna sheria ya kutekeleza. So we need kwamba kukue na sobriety, tuangalie ni wapi, na public participation ilifanywa by the way. Unajua mtu asiseme haikufanywa. Actually watu wanasema haikufanywa. Unajua sheria siku hizi ni ngumu sana kupitisha. Kwanza ikitoka National Assembly inaenda inafanywa public participation, ikuwe debated, alafu kama kuna mabadiliko ifanywe, alafu ipelekwe Senate. Senate wafanye advertisement for public participation,
ikifanywa public participation, Senate ifanye debate. Ikifanya debate, third reading inakuanga committee stage ya kubadilisha kipengele moja ama mbili. Ikibadilisha au ikubaliane na National Assembly, inarudi National Assembly, inapitishwa. Lakini ikibadilisha hata kipengele moja ama mbili, inaenda mediation committee. Mediation inakaa, kama haitasikizana, hiyo bill imepotea for 6 months, na sio cyber crime peke yake, nyingi zinapoteanga. So wakikubaliana, ndio sasa inapitishwa with amendments of Senate, ndio inapelekwa kwa rais. You know, Mheshimiwa, it feels like hii serikali nyinyi wabunge ni kama sijui kama nitasema kuogopa wananchi, because why did we need to change that law? Kwa nini tulihitaji kuamend that part of the law? Kwa sababu nikiangalia hiyo sheria vile inasema, Mheshimiwa, ni eti mtu akikasirika na vile ambavyo nimesema, you know, sounds very vague and hapana, hutafungwa na criticism. Hata PS Interior amesema hiyo. Sawa. Hautafungwa ukicriticize mtu, lakini wache ni waulize swali. Haijaweka definite tuseme no, ni makosa gani ambayo zitafanya specific. The problem is tungoje the whole bill ile President Ali sent, ndio tuweze kusema sasa kipengele hii. Unajua there is a lot of misinformation nje. There is a lot. Vile ya finance bill, yes, but there is hata ya finance bill mtu alisema ati sijui ng'ombe italipishwa, ile kuku italipishwa, mambo mingi. So Gichunge sitaki kuongea hiyo saa hii because it's in court. First of all, hata siwezi discuss what is in court. But wewe unaweza, lakini mimi kama mwenye sheria it is not it's prejudice. So mimi sitaenda kwa merits, lakini vile ninasema last year ama ni mwaka hii mtu anaweka picha ya rais kwa coffin. Kweli, is that right? No. Una joke na mtu kifo. That is completely wrong. Mimi nimetukanwa kwa social media. Nimetukanwa hata kwa one of the songs hapo. Kuna msanii moja alinifanya hata wakati wa kura. Nikiwa nafanya maombi, wakati tulikuwa tunafanya Idi maombi tukiwa na Kiraito before Governor Kiraito akifanya sports club. Sasa nimeinua mkono hivyo. Huwezi amini mtu ako kwa sahi municipality board. Hii picha hivyo aliweka nyoka hapo. Na ni Muislamu mwenzangu. Na anajua tulikuwa tunafanya maombi ya Kiislamu na aliweka nyoka. Hiyo inafaa? So unajua kuna mambo zingine inafaa. Ni vile mimi sikuchukua hatua, niliwachana naye. But maybe there was no law to cover that. That is what we are trying to avoid. Sasa you know, Mheshimiwa, I was thinking tunafaa kuishi na spirit ya Baba Raila Amolo Odinga marehemu. That unajua Karimi, sijawahi sikia siku moja Raila Odinga amepeleka mtu koti. Ameitwa mchawi, ameitwa baba naye amejionea mengi kila kitu na hajawahi peleka mtu koti. So some of these laws Mheshimiwa zenye mnabadilisha ama mnatutengezea. Unajua mimi ninasema wacha tuangalie ni kitu gani wale wamepeleka kotini, ni kitu gani, kipengele gani wanasema ni mbaya, alafu wacha koti ya amuru. Lakini hata vile baba hakupeleka mtu yeyote kotini, hata mimi sijawahi kupeleka mtu kotini, hata sijawahi kuripoti kwa polisi. Okay. Sasa speaking of bills, Mheshimiwa, juzi Friday president walikuwa Laikipia na walikuwa na majority leader, na alisema kwa mara ya pili ya kwamba ile finance bill ya 2024 ilipitishwa. So baada ya president kuitupanisha huko, majority leader alikuja akatuambia wali divide mara 4 na wakaipitisha yote. So kila kitu pale ilipitishwa. Unajua, sawa, majority leader amesema. Kile ninasema na nimesema misinformation.
awali saa hii tu nimesema 2024 finance bill kulikuwa na misinformation sana. Na bill hiyo mapendekezo ilibadilishwa at the third reading committee stage, lakini hawakutaka kusikia at all. So sio kila kitu ililetwa mara 4, hapana. Kulikuwa na vipengele mzuri. Wacha nikuambie kitu moja. Kama residential rental tax, income tax, mwanzo ilikuwa 10%. Finance bill ya 2024 ilipendekeza ikuwe 7.5%. Ndio wale watu wanapeana nyumba kwa residential waweze kulipa only 7.5 instead of 10%. Hakuna income tax ingine. Hiyo ilipitishwa 7.5. Lakini ilikuwa imeanguka kwa finance bill. Hiyo ilikuwa ni kitu mzuri. So kuna vitu zile zilikuwa nzuri ndio zililetwa. Na sio zote. Okay. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah alituambia walipitisha yote. Sasa Kimani Ichung'wah unajua yeye ni yake amesema anafaa ulizwe yeye. Vile mimi najua sio yote ilipita na finance bill ile ilikuwa mbaya haijawahi kupita. Hiyo ni ukweli. Okay. Ile ilikuwa mbaya haijawahi kupita na nyingi ilibadilishwa hata kabla tumalize. Mheshimiwa, unaulizwa unapanga kujenga ofisi za Imenti East Sub-County wapi na affordable ziko wapi hii town? Sababu kuna debate affordable ziko mbili. Ziko Mwendantu moja na moja Milimani. Hiyo ndio affordable ile. Kwa hivyo hapo Sayen si affordable. Sayen hakuna kitu iko affordable, hapana. Hiyo ni ilipeanwa kwa National Housing Corporation nikiwa councillor. Vile ilikuwa hako hiyo Tuntu Estate ilikuwa imejengwa na National Housing Corporation. Na tulishindwa kulipa council na sio wakati wangu. Hata kabla ya mimi walishindwa kulipa deni ya Tuntu Estate. So tulikuwa tunadaiwa 68 million. Na hakukuwa na title wakati huo. So council iliamua kulikuwa hiyo deni wapatie National Housing Corporation. Hiyo sasa hiyo ni parastatal, sio affordable housing. Na hizi ofisi za Imenti East tunapanga kujenga wapi? Imenti East tayari iko Dhura na hapo Kiamuithari na tayari hata ofisi ya DCC imeendelea kujengwa. Sasa unajua hizo ofisi zingine zitafaa zijengwe na ministry. Sio CDF itajenga. Ni ministry zitajenga. CDF haikuangi na pesa kiasi hiyo ya kujenga kila ofisi. Okay. Swali iko hapa ya sewage. Tulikuwa tumeiongelea hapa Mheshimiwa. I don't know. Hiyo mambo ya sewage. Kwanza hiyo sewage ilikuwa ni ya wakati wa ukoloni. Ilikuwa ni ya watu less than 50,000 residents ya Meru town. Kwa saa hii na serve over 150,000. Ilikuwa wakati hata nilikuwa nataka kupeleka county government kotini wakati wa zamani, wakati wa Mheshimiwa Kiraito, Mheshimiwa Munya. Nilisema nitapeleka, lakini nilisema sasa nikipeleka itakuwa shida. Lakini ilianza kujengwa kitambo. Na ilikuwa imekuwa sponsored na government ya France. Huyu contractor tumechoka naye. Tulifanya mkutano na waziri Muga tukiwa kwa ofisi ya county government. Tulikuwa na naibu wa governor Linda Kiome na waziri na watu wa Tana-Athi. Ule anasimamia hiyo ni engineer Gichuki. So siku hiyo unajua hawakutaka kusema ni nani anafanya. Lakini mimi nilikuwa najua ule anafanya ni engineer Anthony Maura. Alikuwa mkubwa wa UDA. Nafikiri alikuwa anasimamia elections board ya UDA. Lakini alianza hiyo project wakati wa Rais Uhuru Kenyatta. Na alipatiwa full contract. Lakini miaka 5 hakuna kitu amefanya ya maana. Ni anaguza hapa. Kwa saa hii tuko na 400 million bado iko.
ya hiyo project ya hiyo ya France. Na tuliagana last month tukiwa kwa ofisi ya DG Linda Kiome, nikampigia, hakuitika, lakini akanipigia tena, akanihakikishia by 15th of October atamaliza. Na hata akaongea na DG Linda, nikampatia Linda, Shori alisema wanajuana, akamuongelesha, ndio nikaongelesha waziri. Kwa saa hii Anthony Maora ndio chairman wa KERA, alikuwa wa KRA lakini ni wa barabara ya KERA, ndio chairman. Tukakutana wakati tulikuwa tunaenda kwa rais kama Meru Parliamentary Group, tukakutana na yeye huko State House. Nikamuuliza ni kwa hakika ananiambia itamalizika ama apeane contractor mpya. Akaniambia hapana mheshimiwa, by 15th of October hiyo pipes, Shori pipe ni kidogo tu inabakia kupeleka iende Ronyange. So nitai empty by 15th of October, nitaifanya empty. Ata empty iende wapi? Na iende Ronyange. Niliona hiyo mahali ambapo kuna jengo sewage ni kama hakuko karibu kabisa alikuwa anasema itakuwa imemalizika by 15th. Pipe, kulikuwa na pipe karibu less than half a kilometer ama kilometer sections hazijaunganishwa. Mali nyingi zimeunganishwa. While ana drain Gakoromone ataipeleka pale. Na hiyo alikuwa ameahidi. Tumeongea na waziri siku 3 uliopita, last week. Nikamwambia tarehe 15 imepita na ulikuwa umetuahidi kwamba by 15th. So ye hayuko Kenya kwa sahi, ameenda safari kikazi, atarudi by weekend. Tumeagana na yeye sasa, lazima tufanye re-advertisement. Shori kuna 400 million ya hiyo project. Shida ile imekuwa ile quotation alipeana wakati hule, gharama imepanda. So ameshindwa kufanya. Shori anasema akifanya itamcost 600 million. Na ni 400 ndio iko. So anashindwa, kuliko apeane kwa mtu mwingine reassign, anashindwa kufanya hiyo pia. So alikuwa anafikiri ako protected, lakini tumeamua once tukipatana na rais tena, Shori rais alikuwa anafaa kuja aweke foundation stone ya Gakoromone market before the end of this year. So nitaongea na naibu wa rais na rais ndio tujue vile tutatekeleza hii na we do a re-advertisement. So hapo ndio pali tuko. Okay. Mheshimiwa, what are your thoughts hii mambo ya city? Now that kuna swali kama hiyo hapo. City status. City status kuna mambo mingi sana inafaa ifanywe. City huwezi kupata just like that. Najua rais amesema we will be the 6th city in Kenya. Nimesikia governor akisema, lakini vile mimi najua zamani according to planning inahitaji kukue na about 250,000 people at any one time. Yes, during the day to go over 200,000, but at night I think we are less than 100,000. So hapo sijui vile watafanya hiyo mipango. Kitu ya pili, sewage lazima ikuweko. A proper functioning sewage system. Kukue na road network nzuri. Road network yetu sio mbaya, lakini dual carriageway tukipata itakuwa added advantage. Tukue na airport ama airstrip. Hiyo ndio muhimu pia. So I do not see a city status within the next 1-2 years. Tusijidanganye. Yes, we aspire ikwe city. Lakini kile ningeomba, hata tukifanya city, tusikuje kupandishia watu bei ya maji, tusipandishie watu rates na rent. Sisi takuja na city na hizo status, maneno zingine. Naona Eldoret wamesema wachukue city yao, hawataki hiyo city. Juu ya nini? Wewe au support kukue na city? No, I support city ikue. Sikatai city ikue. But it should not have expenses. Watu wasiumie.
ya kukua city hapana. Okay. Kabla tuendelee mheshimiwa, wacha niongee na mkulima. Murimi kumenyethia ati kaitende kani maanda mbura etera ura kutugu kwingi na kwibukinya bateyandite maybe wowe terike na withdraw kianda na watu kuanda anda pembe chekuma kampuni ya Sidco na Sidco bena mpempe wetwa Duma 43 bena Duma 419 bena Duma 447 na bena pundamilia 555. Pundamilia 555 ni mpempe kura na meri dhatu na nusu yo kambire kuna mpempe chia kucha wakia cha kutherukia chia kurua na mpempe ni dharetu mene boboya na ebui muno kire muno anto barabenda bendete green maize kana mpempe impolo na ni dharetu mene boboya so thithro wina kiuri kia kwethro mpempe chia kwikorera mundene kana ikambire kuri we nyungu kana nyoni na ni dharetu kiumeria muno kuntukura kuri ni medium altitude na waanda mpempe yi ekemo wake thankonia chia kufote and then kuri na Duma 447 eji ni mpempe kura kinyona mpuina ntuku mirongo kendaki na ni dhairo kiumiri kinya kuntukura kutina mbure nyingi o mwana mpempe ya Duma 443 mpempe ya Duma 447 ni dhairo kiumiri kinya mirimo na ite watawani mirimo gerekano murimo jwa MNLD na waanda wake thankonia chia ku 32 okire eka akiwathi atira mitaratara bubweya bureba tere ko ni amwe na mpempe ya Duma 43 kinyayo eka kwimwe wake thankonia chia ku 32 na utaenda nyumbani umefurahi and then kwenda pundamilia 555 ni mpempe niyo idhara yekura na mieri 3 na nusu alafu Duma 419 niyo ya kura na tatika ntuko 90 na ntuko ya rimwe na ni mpempe yimurio sana mabisa ba Sidco ni bakudhiulo nkantere mwanya kuri kozi kyo kire chuka chogoria kariene nkubu Meru Town na Kenjai na bangi bari marimanti sekariga mukodhimana gatithine wona nana ntubaba kethro ba kwabie wa mwanya na kinya mpempe yo kethro kiura na mauri subsidized. Mheshimiwa, very quickly naona tuko na dakika kidogo sana kuna Antubank Kabone. What is the plan of tarmacking the road between Kabone TTI na Igoki dispensary? Hii naunge hiyo barabara nimewahi kukumbusha rais wetu Ruto. Alikuwa deputy president tukiwa na governor Kiraito, tukiwa na senator Mitheka ama waziri Mitheka Linturi. Wakati walikuja kuchukua Kawera Mwangaza kwa women rep 2017 alikuwa ameahidi kwamba itafanywa lami. Juzi wakati tukiwa Karen nilikuwa nimeomba hiyo barabara ianze kutoka Twangaine, Kirwero, Chugu, Kaudhene, Irene, ipite iende Nkabone, iende Muringo Mbugi, ifike Gitimbene, Gikomene, iende Gitebe, itokee paka Gachiege, itokee Kianjuri. Lakini unfortunately kwa saa hii barabara hiyo niliomba, hiyo ilikuwa karibu 30 kilometers. Walipeana only a section of it. Walipeana barabara kutoka Twangaine, Kirwero, Chugu, Irene. Lakini sasa pesa pia walipeana kama ya Maram, lakini tutaangalia vile tutafanya either Kabro ama lami. Lakini pesa ya huko chini nimeongea na waziri na ngojea kama watanipatia kwa supplementary budget. Okay. So hiyo ndio tunaongojea. Tukimaliza ni vile tu nilikuwa naona hizo lami zimewekwa huko pande za Kinoro, nikafikiria tumefika kuwa city tayari. Vile unasema tuko tayari. No, tuko tayari. Vile nimesema tunahitaji mambo 2-3. Hatuwezi kukua city if we have got no functioning sewage system. Waziri amesema hata 285 million ako naye tayari ya kufanya trunk lines ya hiyo sewage. Manake hiyo ndogo kando kuenda mashinani kidogo. So once hiyo ikirekebishwa tuangalie kama tutaweza kupata airstrip. Na mimi sisemi airstrip ati 50 acres. Mimi niliomba only 20 acres ikiwa mrefu na mahali hakuna miti na ni katikati ya Kidhoka. Kutoka Kidhoka kuenda paka Ruire hiyo Imenti Forest pandi ya chini hakuna hata mti
watu wasidanganyane, waende waangalie hakuna miti and it's flat, so inaweza kuserve as the airstrip for Northimenti and Bore, public airstrip. Wanasema kuna airstrip iko Gaito. Ilikuwako Gaito, haifanyi kazi. Sasa Gaito haiko within Meru municipality. Unajua Meru municipality borders yake iliongezwa, sio municipality ward. Meru municipality inaenda paka Timangiri, inaenda paka Kemu pale Gakorine, inaenda paka Mpuri. So unaona Meru municipality is a big area kwa saa hii. So hata Kithoka is part of Meru municipality. So maybe ikienda kufanywa city, kwa sababu ni municipality inafanya city, maybe they need to expand hizo boundaries ifike mpaka washafanya expand. So within municipality ward ndio nilisema 200, lakini vile tume expand tukienda kuhesabu we may have, but unajua tayari population ya Northimenti mzima it was only 190,000 people. So tunasema 250,000 haiwezi kukua municipality hiyo boundaries, it will be less. But if we are going to count wale watu wanakuja mchana, hiyo inaweza kukua. Okay, time is up. Mheshimiwa, asante sana kupata time kuja kuongea na Wameru. Muthikiri na mutegeri mathaje tuja kwithaja Kiebra computer ge kumpinga, lakini tuketha tukishwa Mheshimiwa Kairi na Kairi naona bado time iko. Hakuna juu ya biashara lazima tulipe pande. Waje niwaambie kitu moja, sijasema huja nipatia last parting shot. Mimi nataka hakikishia watu wangu bado niko kwa kiti 2027. Mi siendi kiti ya governor ama senator, mi naendea Northimenti. Naambiwa na watu wengi kwamba wanasema sitasimama 2027. Mi siongeangi mapema, mimi ni mtu wa chini chini, pole pole. Wakati ikifika nitajitokezea, lakini bado niko kwa hiyo kinyang'anyiro. Na utakuwa running mate wa mtu? Nikuwe running mate labda deputy president. Siwezi kuwa deputy governor ya mtu. Hapana, siwezi. Nilikuwa nimepatiwa hiyo in 2013 wakati governor Kiraito na governor Munya alikuwa anataka running mate. Walikuwa wameniambia nikuwe running mate wake ndio niwachie Mheshimiwa Murioki kiti ya MP na nilikata hiyo. So uko bado kwa debe? Bado niko kwa debe. So wale wanatafuta na kiti nilisema sio urithi. It's not inheritance. So sitapeana. Na mimi niliitiwa watu ya Ntakira, wazee wa Ntakira waliitwa na waliniendorse. So wale wanasema wameendosiwa na Ntakira, wacha aite wazee wale wa zamani wako. Sawa, asante. Thank you much.